Lakini ukiangalia kile kiapo cha ubatizo, ile vow ile unachosema ni kwamba no retreat, no surrender. Yani pale hata wakija gerezani, wakija sijui wapi, wakija na risasi, wakija na hiki, huwezi rudi nyuma. Lakini angalia sisi tuliobatizwa, unajua ni kama tulikuwa tumewekewa program. Yes I do, yes I do, ndio ninaamini. Baada ya kutoka majini mle, hakuna lolote ambalo, yani mtu unaona kabisa maisha anayoishi anasema haya maisha haya bwana, haya maisha haya. Na kwa kuwa tumezungukwa na wanamna hiyo tuliowakuta kwenye ibada, kwenye kanisa, ni waumini wenzetu, tuliwakuta nao ni wababaishaji hivyo hivyo. Kwa hiyo tunaona kumbe bwana sio mimi pekee. Isitoshe mimi na mwaka tu nimebatizwa. Mimi wakati nimebatizwa na mimi mwaka 93. Sasa nimekuja kanisani, najitahidi kusikilia neema ya Yesu katika yale ambayo ninakutana nayo, nafundishwa. Halafu watu wazima mle kanisani wananiambia, kijana nenda pole na dini. Ninaeleza mambo ambayo nimesikia mwenyewe mimi. Nenda pole na dini. Haishiku hivyo. Nikamwambia nimekosea wapi kwani? Unajua haniambii kama nimeshika vibaya, ila anaona kama nimechachamaa sana. Na hiyo shule nilipokuwa ninasoma, maana baada ya kufukuzwa Msoma Alliance, nilifukuzwa shule, na mpaka leo nashukuru nilifukuzwa. Maana baada ya kufukuzwa ndio mwaka uliofuata ndio nikajoin form 2 shule ya kanisa Bwasi Sekondari. Sasa pale waliokuwa wanataka kusimama kwenye neema, alafu wanaitwa Wakorinto. Yaani walikuwa wanafanya vice versa. Sababu Wakorinto walikuwa wahuni kweli kanisa lile. Sasa ukiamua kusimama tu vizuri nasema Mkorinto huyo. Sasa Mungu anasema Mkorinto tena. Kwa hivyo wanasema wewe nenda vizuri. Na lile kanisa lilijengwa na Jerumani, liliko pale ni la mawe pale. Sasa tulikuwa tunasali pamoja, wanafunzi na wenyeji. Na watu wenye sifa kabisa, wazee wako wenyeji pale. Wanasema nenda vizuri, na nikapata nafasi ya kuwa kwenye jumbe wa baraza la kanisa. Sasa baadhi ya mambo yalikuwa yanakuja yako wazi, mengine ninayafahamu, ninabidi nieleze. Sasa ninapoeleza kwamba hiki kiko hivi, kumbe ninakanyaga maeneo ya watu. Tunakutana nje, anasema yani kijana uliamua kabisa kusema. Anasema si ilitakiwa niseme au nifanyeje? Sema nenda vizuri. Maana sio wewe tu ulikuwa unajua, mbona wengine walikaa kimya? Anasema mimi sijui kama walikuwa wanajua. Na ni kweli nilikuwa sijui, lakini nilipaswa nieleze. Sasa mchungaji alitaka tueleze ukweli huu unavyoendelea. Mimi kesi yangu ni nini? Lakini kwa ufupi tu ni kwamba tuna ushahidi mwingi sana wa kutupunguzia kubaki kwenye tulichoahidi. Walio wengi na wanaotuzidi umri, wanaotuzidi tangu wameingia ndani ya kanisa, ambao wanatangatanga dhambini ni wengi mno. Na wengine ni nyumbani tumewakuta. Yani ni kitu cha kawaida. Na wengine ni viongozi wale ambao walipaswa watufundishe kuwa serious uhusiano wetu na Mungu, ndio wanakuambia sio serious kivile. Unajua hii neema ya Mungu